Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara nyingine tena tumekutana ili kwamba tuendelee kujifunza ile kweli ambayo itatuweka huru. Kwa majina naitwa Musa Peter Mwakatwila. Tutaendelea na somo leo lingine tena kwamba ni swali la kujiuliza kwamba je, wewe ni wakala au agent wa shetani? Ndio somo letu la leo, kwamba mimi, wewe na watu wengine wote inatakiwa tujiulize swali kwamba je, mimi ni wakala au kwa jina lingine ni agent wa shetani? Au mimi ni miongoni mwa agent wa shetani, ni miongoni mwa wakala wa shetani? Kujitambua, kuelewa, kwa sababu kuna watu wanajijua kabisa kwamba ni maagent wa shetani. Kuna watu ambao hawajijui ni maagent wa shetani, ila ni maagent wa shetani. Tuanze kwa neno agent. Maana yake nini kwanza? Tusikie kwamba huyu ni wakala wa shetani au wakala ni nini? Wakala, na tukisema wakala wa shetani ni mtu gani? Wakala ni mtu ambaye anasimama badala ya mtu mwingine au anafanya kazi badala ya mtu mwingine kwa kumsaidia mtu mwingine au anamtumikia mtu mwingine, ndio wakala. Kwamba anasimama badala ya mtu, anamwakilisha mtu mwingine, anafanya kazi ya mtu mwingine kwa kumsaidia mtu mwingine kwa makubaliano fulani. Kuna watu wapo makanisani, kuna watu ambao wameuamini Kristo, wameokoka muda mrefu, lakini ni mawakala wa shetani, wanamsaidia kazi shetani. Tunao makanisani, tunao sehemu zote ambazo tunaabudia, ni watu ambao wanamsaidia shetani, na kazi sasa wanaoifanya ni kuharibu kazi ya Mungu. Ndio kazi yao, maana shetani hapatani na kazi yoyote ambayo inamhusu Mungu. Maendeleo ya kimungu yoyote shetani hapatani nayo. Kwa wao wanamsaidia shetani kufanya kazi ya uharibifu. Utashangaa mpo makanisani, kanisa unaona ni mavurugano kila wakati. Yeye kazi yake ni kugombanisha watu. Akitoka kubeba maneno kupeleka kubeba maneno kupeleka kubeba maneno, au huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi. Ndio kazi yake. Na tutafahamu vipi sasa kwamba huyu ni wakala wa shetani na huyu ni wakala wa Mungu? Kuna vitu ambavyo vinaonesha. Mwingine kazi yake ni kusema tu watu. Okay, inawezekana kweli mtu anayemsema amekosea, na inawezekana hajakosea, anamchafua tu. Kuna yote mawili. Lakini haijalishi amekosea au anamchafua tu, bado haimtoi kuwa wakala shetani, kwa sababu hata kama kweli amekosea, kuna utaratibu wa kikanisa, kuna utaratibu wa sehemu ambayo uko wa kufanya kama wewe kweli una roho wa Mungu ndani yako. Yaani maana yake una moyo wa Mungu, roho ya Mungu imekujaa. Biblia inasema katika Galatia 5 ukisoma kuanzia mstari wa 19, anataja matendo ya mwili pale. Na anasema watu kama hawa hawataurithi ufalme wa Mungu. Utayasoma, utayaona mwenyewe. Lakini hiyo Galatia 5 ukisoma kuanzia 22-23, anakuambia mtu aliye na roho wa Mungu yukoje. Tunda la Roho. Yaani roho wa Mungu, ambaye mtu ana tunda la Roho, maana yake roho wa Mungu yumo ndani yake. Utaona anakuambia kwamba kuna ile ndani kuna upendo, uvumilivu, utu wema na mengine mengi amekutajia pale. Lakini pia ukisoma Galatia 6 mstari wa kwanza, anasema mtu akiwa amekosea, nyie mlio rohoni mrejesheni kwa upole. Unaona, mtu aliye na roho wa Mungu ana uchungu, ana roho ya upole. Mtu anapopotea wewe na Mungu, soma Biblia vizuri. Biblia inasema kwamba ni furaha mwenye dhambi mmoja akitubu. Biblia inasema, neno la Mungu, kwamba ni furaha mwenye dhambi mmoja akitubu. Maana yake badala wake, kwamba kinyume chake ni kwamba ni huzuni sana aliyemwamini Mungu akirudi nyuma akapotea kule mbinguni, ni huzuni. Kwa mtu mwenye roho wa Mungu anamsaidia Mungu, ana uchungu wa kimungu. Na uchungu wa kimungu ni kuumia anapomwona mtu anakosea, ni kuumia kumwona mtu anapotea, anakuwa anaumia. Lakini kujiona anafurahia, ndio kwanza kutangaza na wengine ili wamuone yeye msafi, yeye mzuri, anakuwa yuko tayari kuwachafua wengine, kuharibia wengine. Haijalishi, nimesema haijalishi ni kweli au ni uongo, ili mradi tu upo kwa ajili ya kuchafua wengine. Wewe ni wakala wa shetani, wewe ni ajenti wa shetani. Makanisa yamekuwa yaendelei, makanisa yamekuwa yanaharibika, yanabomoka, yanavurugika, hayaongezeki, idadi inakuwa inapungua baada ya kuongezeka, sababu katika kanisa ndani kuna maajenti wa shetani. Angalia, wachungaji hawezi wakawaambia hili, na wachungaji wana roho wa Mungu ndani yao. Na ndio maana usizani hawakujui kwamba unavuruga kanisa, hawakujui kwamba wewe ndio unachonganisha na unatawanya kanisa, ila wanakuchukulia. Umeona, roho ya kimungu inasema kwamba mtu akiwa amekosea mchukulie kwa upole, mrejesheni kwa upole. Ndio wachungaji wanakurejesha kwa upole. Inawezekana wasikufuata wakakufokea wakakwambia wewe ndio unafanya hivi, ila haimaanishi hawajui, ila wana roho ya Mungu. Na wewe wangekunyoshea mikono, wangekuvunja moyo, wangekuharibia kama unafanya kazi kwa wenzako, wangekuchafua kanisani, wangekuchafua mitaani,
Hawafanyi hivyo kwa sababu wachungaji, maaskofu hao wameitwa na Mungu. Wao ndani yao wana roho ya Mungu. Yaani Mungu vile anavyoumia na wao ndivyo wanavyoumia. Wanapokuona umepotea, wanajua kwamba Mungu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, alikuja kwa ajili ya waharibifu. Na ndio maana wanakuacha waendelee kukutunza na kukujenga, japokuwa wanajua kwamba na kasoro hizo. Umeokoka miaka mingi. Miaka mingi sio kwamba umetoka kuokoka, umejifunza sana. Unakuta hubadiliki. Jitambue kwamba kama uko hivyo, wewe ni wakala wa shetani. Wakala wa shetani anamsaidia kazi shetani. Angalia sababu ya chuki yako binafsi, sababu ya wivu wako binafsi, sababu zako binafsi uonekane wewe ni bora. Pengine katika mambo madogo madogo ya kanisa au ya katika eneo ambalo unafanyia, ili kwamba kuone bora, unafanya mambo mabaya ambayo ya kumchafua mwingine, kumharibia mwingine. Ni roho ya shetani. Roho ya Mungu haipo hivyo. Tunda la Roho umelisoma pale Galatia 5:22 mpaka 23. Angalia vizuri, utakuta haupo pale. Kwa nini haupo? Lazima sio kwamba upatikani kote, haupo pale. Upo pale katika 5 kuanzia 19, ambapo ni tunda unaliona kwamba ni mtu ambaye una wivu, una hasira na mambo mengine yaliyotajwa pale mabaya umejaa pale. Kwa kama umejaa pale, hiyo ni tunda ambalo ni la shetani. Maana yake wewe moja kwa moja ni mtoto wa shetani, ni wakala wa shetani, unamsaidia kazi shetani. Biblia pia, asante sana. Ukisoma Wakorintho ambao ni Wakorintho wa kwanza 5, Wakorintho wa kwanza ukisoma 10:12, anasema ajizaniaye ya kuwa amesimama aangalia asianguke. Kama haupo katika makundi yote ambayo nimeyataja, makundi yote ambayo vitu yote ambayo nayataja hapa, vitu vyote vitamka, haupo, maana yake uko sawa, uko katika tunda la Roho. Na kama uko katika tunda la Roho, maana yake unamtumikia Mungu kweli, unamtumikia Kristo kweli. Na kama unamtumikia Kristo kweli, maana yake haujapotea. Na ndio maana unaambiwa kama uko hivyo, angalia sasa usianguke. Kwa kuwa umejiona umesimama na kweli umesimama na umeona katika haya yote huko, ongera, unafaa katika kazi ya Mungu, maana yake unafanya vizuri na matokeo yako ni mema na Kristo anakuona, maana yake wewe ni wakala wa Mungu. Sasa angalia usimame hivyo. Lakini wewe ambaye leo unajijua kabisa hapa nilipotaja hapo ndio kazi yako inayoisema kuvuruga, kuharibu, kuchonganisha ili onekane wewe ni bora, kuharibu kila wakati, sio kama ufahamiki, unafahamika na unabebwa, unatengenezwa. Wale wanaokulea wanazidi kukulea ili ukae vizuri. Angalia sasa, badilika, katubu. Na usipotaka kutubu, fahamu kabisa umepigiwa muhuri, maana yake wewe muhuri wako ni moja kwa moja ni jehanamu. Na kwa kuwa ni jehanamu, maana yake hautapona. Na wewe jijue kabisa ni wakala wa shetani. Usisumbuke kwa mambo mengine, maana yake ni wakala wa shetani. Kwa sababu neno linahubiriwa kanisani, unasikia maredioni. Sasa kila sehemu kuna neno la Mungu linahubiriwa, wanafundisha kila sehemu. Lakini ukiona kote huko bado hutaki kubadilika, kote huko hutaki, ni sikio la kufa, maana yake ni la kufa kuelekea jehanamu. Moja kwa moja tembeaga jifahamu kwamba wewe ni wakala wa shetani. Uambie moyo wako kwamba wewe ni wakala wa shetani. Lakini ukiona unaguswa, unaona kabisa kwamba kumbe ulikuwa ujui kwamba ulikuwa mtumikia shetani muda wote huu, ulikuwa uelewi kwamba ulikuwa mtumikia shetani muda wote huu, manake leo geuka, katubu na anza upya. Hata kuwapa kazi wachungaji wanashindwa kukuambia, wanashindwa kukuonya, na wakikuonya na kuonya kwa utaratibu kiasi kwamba unaona kama kumbe wanajua taratibu, wanajua hawakwambii yote, wanajua atakupoteza na wao wanataka kutengeneza uwe imara. Ndio kazi ya Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa tayari kuacha wale 99 walio wema kwenda kumtafuta yule mmoja kondoo aliyepotea. Aliacha kondoo ambao wako 99, akaenda kutafuta mmoja. Maana anataka waliopotea. Kwa Mungu anajali mtu aliyepotea amrejeshe. Ndio roho ya kimungu, anajali kilichopotea akirejeshe. Mtu aliyepotea amrejeshe, sio ampoteze. Lakini wewe umekuwepo, uko tayari wapoteze watu. Roho ya shetani ni ajenti wa shetani. Acha leo, anza upya. Umelisikia hili, na kama ukilipuuza hili, jua kabisa wewe kabisa ni wakala wa shetani. Hebu fanya hapo ulipo, unapofanya huduma, sehemu ambayo upo, huduma iendelee, huduma istawi, watu wamjue Mungu, watu waongezeke. Fanya kazi ya Mungu, kazi za Mungu ni nyingi, mwenzako anafanya hili, wewe fanya hili, ila usifanye kinyume ukawa wakala wa shetani. Ndio maana somo linaitwa, je, wewe ni miongoni mwa wakala wa shetani au agent wa shetani? Ni somo hili. Wewe jiulize leo, muda huu unaponisikiliza, jiulize wewe ni wakala wa shetani au ni wakala wa Mungu? Nimesema tunda la Roho linajulikana, ambalo tulisoma Galatia 5:22-23. Lakini tunda ambalo ni la shetani, matendo ya mwili, utasoma 5:19 mpaka hapo 21. Na hapo utajifahamu upo eneo gani. Na ukijifahamu, hatua ya kuchukua wewe unaijua. Tubu, anza upya. Acha kuwavuruga wachungaji, acha kuwachanganya, acha kuwaumiza. Hawalali, wanaenda kufunga, wanaomba ili kwamba watu wamjue Mungu, wanaomba watu waongezeke kumjua Mungu, kanisa likue. Lakini wewe umebaki kila siku unaenda kinyume.
unarudisha nyuma. Wewe ni shetani kabisa, wakala wa shetani, roho ya shetani imo ndani yako. Kwa mwakilisha shetani kabisa kabisa, maana wanajitesa, hawali, wanafunga na kuomba, lakini wewe ni kurudisha nyuma, ni kuharibu kwa ajili ya tu vitu tudogo unatutaka wewe binafsi. Ubinafsi ni roho ya shetani. Ubinafsi utaki wenzako waendelee, utaki wafanye vizuri. Ukiona wenzako kanisani anafanya vizuri, hata kama mbona yako hawasemi wenzako, kwani unadhani wafahamu mambo yako? Wanafahamu uovu wako, wanafahamu uovu unaofanya, wanafahamu matendo mabaya unayoyafanya, wamekaa kiba na kuchukulia. Wana roho ya Mungu, wanataka kurejesha kwa upole. Wenzako ndio wa Mungu, ila wewe unaonyesha wenzako mikono. Mbaya, umeloga kila kitu mbaya, anafanya hivi mbaya. Una utaratibu wa kanisa. Leo ikiwa na kuuma, ukiona mtu anakosea, muone mchungaji, waone viongozi, waambie viongozi kwamba huyu yuko moja mbili tatu, ili wamsaidie, wamwombee. Sio kwa waumini, wafanya kwa waumini watamsaidia. Waendelea kusema ambao wako wengine tena ambao ndio wanajua Mungu ni wachanga na wakupoteza, unawaharibu. Pengine walimwamini, walimwona mtu ni mwema, anafanya vizuri, na wengine walisimama, ujue wamesimama kwa ajili ya huyo ambaye unamnyoshia mikono. Wakigundua hicho unachokisema, manake unawaangusha. Wewe ni wakala wa shetani. Na ndio maana waambie viongozi, kwani ubaya hatufurahi, dhambi hatufurahi, lakini waambie viongozi wana utaratibu wao, wana hekima za kimungu ambazo zinaweza zikamfanya huyu mtu arejee tena, atengenezwe. Kumbuka, usikubali kuwa wakala wa shetani kutaka umuone. Biblia inasema hapo katika Matendo ya Mungu, soma vizuri hapo Galatia 5:19. Anasema watu kama hao, ukisoma 22:21, watu kama hao hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa nini hawataurithi? Kwa sababu ni mawakala wa shetani. Chagua kuanza upya, chagua kutubu. Mungu anakupenda, Mungu anakuita. Kwa jina la Yesu, elewa hili ninalokuambia.